baba mie mzima wa Safi sana mpenzi mtazamaji, leo ikiwa ni siku njema, siku ya Jumapili, na kama kawaida yetu ndani ya Gumzo la Kambi TV tumeweza kubahatika na tuko naye DP Comedy ambaye ni mwanamaudhui, ni content creator sana hapa katika chuo kikuu cha Moi. Hivi leo basi tunakuwa tunapiga naye gumzo tujue anaendeleaje na shughuli zake, pilika za hapa na pale. Vipi kaka? Mimi niko poa sana. Siku hizi bana unajipinda sana, unajituma bana. Hapa alafu inabidi sasa hizo misemo za Kiswahili. Nimeangalia kamusi. Atumelita bwana maudhui. Maudhui. Maudhui na mashairi. Content creator tu. Maudhui ni content creation. Nafanya tu maudhui. Okay, yeah. Vipi lakini unaendeleaje? Naendelea poa. Kupambana tu. Kupambana. Kupiga kazi. Unajipinda sana. Kujipinda. Unajipinda sana. Najituma. Kujituma na kujipinda. Unajituma sana. Haya. Naona siku hizi umeingilia mtendo ni kama baada ya majuma mawili yenye yamepita. Yeah. Ilikuwa tumemaliza mtihani wetu wa mula wa kwanza, si ndio? Naam. Unaona sasa umekuja na mtindo kwamba unajiita lecture DP, Lecturer DP, lecturer. This thing came hivi. You know, when I'm doing content, kusema tu kweli nimekuwa na what we call the brain of content, and that is what mara nyingi inanisaidia mimi. So we have this team of us of a director. So we sat down and we asked ourselves, okay, tutafanya aje that we need to have one character that will portray me, not just doing any type of content. Unajua umekaa chini hivyo kuna juu kuna character, it's easy and you enjoy doing that. Most of these times unakuja una shoot, unakuja unafanya kisijui kitu ina trend, mara huu mwingine alifanya, and bado unaweza kwa, but when you have that thing that you do yourself wewe mwenyewe peke yako, inakuwa tutamu. So we had to push one thing, and the thing was lecturer DP. But now we did something to push lecturer DP, ndo ikuje to watu waone visibility. So what we did was we first did you study in content, the university series, to take all the universities. So with that we will make lecturer DP known to the people. That lecturer who loves girls, mwenye anakuanga tu mkora, he doesn't even like teaching that much. Wale rembo wenye wewe unafanya nao hizo vida. Huwa update nini? No. Let me tell you this, these are kazi, yani hata vitu nyingi mnaona pale. Zinaona tu kazi, fictional things. Nijua hatuwezi andika hapa kwa content ati what you see is just fiction and what you see is just my thoughts. We can't write that, but you have to understand that these people are just our actresses. Yeah, me and I don't sipendi kuona ati mna date na hawa watu mnafanya nao kazi, unaelewa? Yeah, wacha tuifikie tu hapa mkisheshimiana. So good. Na ile time wakati nilikuwa ukiact hizi vida za kuhusu vyuo vikuu mbalimbali, Masai Mara, Eldoret. Vipi, kuna venye ilikuwa pengine mnakosana kwenye mkipatana hivyo kwenye mtandao pale? Ilikuwa okay. Maana unajua ulikuwa unaingilia kama Masai Mara unaingilia bwana. Okay, ilifanyika hivi. One thing by the way, nilikuja kulearn nikiwa na maliza hiyo niche. It was like a series. Nilipokuwa naanza, nilikuwa tunafanya jokingly, mimi sina ubaya, lakini ilikuja katokea this time account yangu imebaniwa, right? Okay, kulikuwa na lot of speculation that sijui ni watu wamereport, mara wengine marafiki zangu ama mahitas wangu wamefanya ile kitu, but pia kulikuwa na other chances za those universities doing the reporting. Video ya Garissa University ilileta a lot of talks. Hadi sasa ukiangalia iko kwa TikTok yangu ili hide because there is this assassin niliweka pale, wanaanza kusema what happened in 2015 ili kuingilia shule, and ilinifunza actually. And I will tell you this bro, like now I know what is TikTok, and I thank that series because I know what is social media, I know what you can post, I know what you can, and I learned the hard way. Kusema tu kweli ileta mashida, lakini at the end of the day it was a win by the way, from followers, and also a niche, lecturer DP was born. And yeah. By the way, naona pa umegusia kuhusu kwamba account yako ilikuja kabania. Yeah. Okay, ni vitu gani ambavyo ni kitu gani kilisababisha mpaka account yako ikabania? Nobody knows really. But of course, tukiangalia, unajua saa zingine mimi kwangu TikTok haikuniambia. And juu kuniambia, it was a report. Someone reported the account. We don't know who, but someone reported the account. As much as we had a lot of speculation, people talking, people laughing, but of course, when we sit and try to read to the margin, it was reporting. Yeah, just that. Safi sana mpenzi mtazamaji, kabla tuendelee na gumzo tusikie wana comrade wanasemaje kuhusiana na ujio
wa DP Comedy ndani ya Kambi TV. Fiti sana. Unaitwa nani? Naitwa Pato. Pato, unamjua DP Comedy? DP Comedy namjua namjua kama content creator wa Moi, napenda content yake. Anakuaga on, anatubeaga saba sometimes. Napenda huyo msee. Napenda content yake ni safi. Na mheshimu pia. Naje bro? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Paul. DP Comedy unamjuaje kivyako? Okay, DP Comedy. Okay, namjua as a Moi University comedian and also an entertainer. You know, is that kind of guy that he's funny in his comedies, you know, and sometimes if you just watch his clips, yani you can just laugh, yeah, because he's somehow funny, you know, like you can the late clips that I've watched about DP Comedy, yeah, is most of the time he acts like lecturers, you know, yeah, in a hall, then people sitting for an examination, something of the sort. Then he's like, they are doing a certain course. I don't know, I've forgotten, but is that yeah, you remove your shirts and it's like you remove your shirts and your phone, you put them in front, then you do the paper, and the distance is just too wide, you know. Yeah, so he's doing a nice job. Anajituma sana na kijana chipukizi kwa wenye huo umri kufanya kazi kama hiyo si rahisi, na his effort must be appreciated because he's doing a lot. Yeah. Jina kako ni nani? Sawa. Kwa majina mimi naitwa Papa Pedeshe. Vipi DP Comedy unamjuaje? DP Comedy mimi nitambua ni content creator hapa Moi University na the top one. Ni kijana mshupavu sana, anajituma. Anatubamba. Actually some of his contents to inspire sisi kama youths, and then they are entertaining. Yeah. Safi. Unaitwa nani? Anaitwa Corazon. Corazon, unamjua DP Comedy? Yeah, namjua. Unamjuaje? Najua tu naonanga content zake, nazipenda how he acts. Kina Gianna, kina Bon Crazy. Lakini ni kwa muda hatujaona kazi yako na Gianna. Vipi kuna nani? Unajua kazi yangu na Gianna. Kwa muda sana. Okay, acha nikueleze hivi. Mlifungua shule lini? Si early January. Early January, nice. Tulianza na exam, right? Ndio. Nice. So nataka ujue content creators walikuwa by the way hii exam period kila mtu alikuwa anafanya exam. So what was happening ni most of these content creators wengine wako wana shoot. Juu kuna wenye wana managers na directors. Myself I have. So I could just call my director, hey, where are you? I want to shoot. Tuko class moja. So when we finish class tunatoka tunaenda shoot. Tukimaliza exam tunatoka tunaenda shoot. Wengine wako wana shoot kwa sababu hawana director. Wala wengine wanatumia director wangu by the way. Sawa, top director Kelvin na hakuna mtu amjui. But of course ulikuwa unapata sijapatana na Gianna for long because of exams. So zimeisha. And saizi zimeisha, so I'm very sure tutaanza kupiga kazi. Na Bon Crazy vipi? Bon Crazy nimeshoot naye jana, alikuwa pia exams zimemshika. And of course ilikuwa tu because of exam, let me just say that. But si jana nimeshoot na wao for the first time, jana tumepatana content creators wote wa Moi University. Yeah, so tunarudi job. Safi sana. Pengine kuna swali tu ningependa kuuliza, lakini ile swali nilikuwa nafanya muulize Bon Crazy mwenyewe. Ni kwa muda pia, ni kwa muda sana, maana ilikuwa tunafuatilia sana Bon Crazy akifanya content creation na Gianna, lakini ni kwa muda pia tujakuwa tukoona wakifanya content pamoja. Lakini ile swali nafaa nimuulize, lakini labda naweza nigusia kidogo, kuna nani alipo sana ama kuna nani? Nani Bon Crazy na Gianna? Tuona wakifanya content pamoja na Gianna. Bon Crazy na Gianna walikuwa wanafanya content pamoja. Wala? Sikumbuki kama mapenzi hivi. Sikuwa nikuja nimeshika pamoja. Sikuona hiyo. Sikuona hiyo. Unasemaje? Sikuona. Ukoona? Sikuona. Ama nataka kusema. Sikuona, ningeona ningesema. Sure. Ningeona ningesema. Unaona? Kwa Mungu sikuona. Anasikia la wewe. Sasa shughuli za mapenzi na Gianna. Kwa account gani hiyo sijui. Sikuona. Okay, account jina. Nitalifanyia uchunguzi then nitakwambia, lakini mimi sikuona. Ningeona ningesema. Vipi una balance vipi masomo na wewe venye umekuja kimtindo, na ukiangalia kwamba umeingilia ma lecturer, umeonyesha pale maudhui kwamba ma lecturer kuna venye wanadhulumu warembo, kuna venye ma lecturer wanadhulumu vijana wa kiume. Ukiangalia pengine hapa shuleni ama hapa chuo kikuu administration pale hakuingilia. Okay, let me ask you this. Do you think what I'm doing is wrong?
It's not wrong. It's not wrong. Nice. Do you know what I'm shooting? Okay. Someone told me, why could you not change DP comedy to be DP the content creator? Reason being, some contents are not funny. They show reality. Sometimes actually, si lazima ikuchekeshe, but it will show you reality. So like nowadays I do a content that uko zile za wait, na si kitu fanyika. That is what I want. Unaona? But of course, usijiona nimeandika hapo ati lecturer wa Kabianga University, lecturer wa Moi University, lecturer. I only do lecturer. So this means in this world something like that happens somewhere. And mostly I normally avoid to show the, kama for example I'm shooting sijui lecturer na katia mrembo na avoidengi any maandishi imeandikwa Moi University somewhere ama Kabianga University ama KU University, unaelewa. But of course what I'm doing, sijataja mtu jina. I'm just giving an art that is something that happens. By the way, it's something that happens. Ni kitu na happen. Juu uwezi amka leo hii nikashoot kitu. Siwezi fikiria hizo vitu zote of course. It's something I relate with. Sijui je nifanikia, but mostly I'm that person when I sit with girls ama someone, I normally pitch stories. Napenda sana kusikia stories za watu. And that is, I normally shoot reality. Unaweza pata kitu leo umeniuliza hapa ndo kitanihit kwa akili. Ama ni shoot hiyo. So unaona? Yes, of course. Ainilete shida yote mimi kusema tu kweli. Safi sana. Na wenye unashuti nao watu pia tukiangalia sana sana tukikuona kwa field ukifanya kazi yako pale. Wewe naona uko na umati, kuna vijana unaona umewashikilia mkono wale nao vipi pale, mnasaidiana vipi kikazi? Kuna watu wako kwa payroll. Kuna watu wako hapo for benchmarking. Kuna watu wako hapo kwa kuonekana tu kwa video wasikia na kuna watu ambao ni content creators ambao nawaonesha bro, mimi kama niliana hii kitu you can earn it. So that's how it is. Vipi, hakuna ugomvi unatokea kwa vitu. Okay, ugomvi unatokea za chini na trust you me. Mtu yote mwenye analetanga ugomvi kwa content creation akongi kwa hiyo crew, utapata amejitoa mwenyewe. Na mara nyingi we are human beings. People have emotions. Wasichana wanapata siku zao. Okay, na pia unahakikisha vipi kwamba vitu kama hivyo havijitokezi kwa serikali? Wewe unahakikisha vipi? Usikii kusema tu kweli. The first time I thought I could like intervene watu wakisumbuana and I could come and talk to them, but nowadays I don't do that. I normally say the motive and the drive that brings you here will make you know what you want. And ukiona ukigomana na watu we mara nyingi utaona yenyewe hao watu wako determined na wawake na mtu wako kama wewe. So mara nyingi mimi naona wale ambao wanajituma still we have them. Wale ambao wana upuzi utapiga upuzi wako mwisho wa siku uchoke na upuzi wako. Kwa hivyo huwa uwafukuzi ni wewe mwenyewe tayari mtu anajiondoa pale. Okay, sijifukuza mtu. What I do, I just tell you manze vitu unafanya sio. Ama natuma rafiki yako anakuambia vitu unafanya sio vizuri. But pia utajifeel vibaya juu these people have a different motive. Kidogo acha nichichawize kidogo hilo swali. Kuna kijana mmoja nakumbuka kwa mwaka wa kwanza pale ulikuwa unafanya content na yeye. Lakini toka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na hivi sasa bado kwa mwaka wa tatu, lakini sija kuona kufanya content na yeye. Sijui kama unamfahamu kijana. Sitaki kumtaja jina kwa sababu ya Okay, wacha nikuelezee hivi. You see, everybody mwenye nilikuwa nafanya naye content nilikuwa first year. Nataka ujue kila mtu hapo alikuwa anajitafuta. Nobody was established at any point. Kila mmoja alikuwa anapambana. So the thing was, mwenye atatoka tu wa kwanza tuende na yeye. So unaona? But sasa what happened ni kutoka kwangu mimi kulifika mahali kwanza tukaacha kufanya content. Wewe kambi ulikuwa tukianza na ilifika place ikapata I'm not shooting, when Chris isn't shooting, nobody is shooting. So ni kama tukachukua a month 4 or 5 nobody shooting content. So that time tukaenda long holiday. So nataka ujue there was a distance. So when the distance was there, wengine wakaruka huko kwa utangazaji, wengine wakaingia kwa juu tulikuwa wote MU Radio, right? Tulikuwa pale MU TV, tulikuwa MU Radio that time I remember. Wengine tukaingia kwa editing vitu za MU Radio and stuff, unaona? So ukapata huko. Ikabidi tukatupana tu huko Soya. So what happened? Ndio. Mimi nilifika mahali nikaona, manze pia content yenyewe unajua ilipi najituma sana, unaona? Wafu sasa nilikuwa nasimangwa na my own crew. Ikikataa dipi achana nayo fanya kitu kingine, cheza hata mpira. Unaelewa? Usicheza mpira? Nilikuwa tunaambiwa cheza. Nikatoka nikaenda drama. So when I went to drama, si drama ikanishika, at least drama unapewa kitu ka allowance. So I'm like, niko kwa allowance na bora na act, bora niko kwa interest. So that is when the distance appeared. So when the distance ilikuja, director mwenye niko naye saa hii ndo akakuja akaniambia bana, turudi kwa hii kitu. Mimi unilipi lakini I'm very sure itajipa. Turudi tu, wewe nitakurecord for free. Ikianza kujipa wewe nilipi. Nikamwambia sawa.
twende. Ushikata tamaa labda. Si ndio time. Mimi niliingia drama nikaachana na content. And then pia nilikuwa naona watu wenye niko nao like kuna venye niko pale drama nilikuwa nafunzwa kuact. So nikaanza kuona basi mbona nafanya content yenyewe kama kuact yenyewe pia nashindwa. Juu pale drama nilikuwa like naambiwa shika hii kitu, shika hii kitu, shika script. So unapata dramas build me. But of course it give me a challenge niko like then why am I doing this thing kama sijaivia? Basi wote nini nifanye masters na PhD ndio nirudi sasa. Nilikuwa nisha specialize. Unaona? So unaona? So that is what happened. Ile distance ilitokea hiyo period ndio ilifanya tupoteleane. So what happened to me when I came back to content creation? I studied alone. The close person was born crazy. So when tuko nao sasa ni watu walianza ku show interest. Unajua sasa kuja nikamwambia majawani nimerudi wewe niaje turudi. There was a distance. Mimi na kila mtu alikuwa ashafanya vitu zake. So unaona? Me time tunafanya hivyo Kambi TV hata ikuwa ina shoot na kamera vile naona sasa. Ulikuwa simu zenyewe pia unaziomba ushoot. Sasa una kamera yako sasa niulize no nasema tu ndakuja sasa nikwambie Kambi TV usifanye hivi. So uje tu shoot. Bana pia uko na kazi zako. So unaona? So mimi niko zile za when you need me I'll come. Ndio. But kila mtu ako space yake, unaona? Yeah, like that. Na vipi ushirikiano wako wewe na Born Crazy? Sasa wewe ni best friend yangu, ni mtu na wake naye. Born Crazy ndiye anajua DP anafanya na brand gani. Born Crazy ndiye anajua most anajua hata payroll yangu kushinda hata director wangu. Yeah, so the Born Crazy is my close person. We work together, we share ideas, we use devices together. Safi sana. Pengine nikurudishe nyuma mwaka jana watu tulipopo hiyo break tulienda nyumbani pale kwa likizo ya Christmas na New Year. Lakini tuliona pia kwamba bado unafanya maudhui ukiwa bado nyumbani kule maudhui ya watu wa nyumbani wakamba kwa unaonyesha pale maembe uchawi pale. Ni kitu gani kinachokusukuma kwamba paka enyewe niko nyumbani lakini kwamba bado unaweza fanya content? What happened me I told you this that I'm in a position I'm trying to learn TikTok. And kitambo nilikuwa nadhani nikiwa hapa tu ndo nita trend peke yake nikienda home nikupumzika, lakini the urge of work, acha nituambie tu kweli, it started as a motive to do something out of my loveliness, but hakuna nisukuma. But sasa when I started earning, when I started signing brands, when I got myself into contracts, ili push. Niko home, I have 12 videos za kufanya for a certain brand. Nikisina contract inapasa ishe deck. January tukiingia wanataka another new contract. Niko home, siwezi kataa kwenda kwetu ati kwa sababu si ya content. So I went home to greet wazazi wangu. So imagine I'm like, what should I do? Na pia siwezi simama tu nikaanza kushoot upuzi. I have to give something because I know like the brand and people want to see. So I looked for something that was rhyming with the audience. Yeah. Safi sana. Naona bado umeendelea tu na maudhui yako pale ma content creation hivi hapa na pale, unaonekana huko, unaonekana pale. Vipi mwaka huu unaonaje? Umeanza vizuri sana. Pengine kuna mambo gani wewe mwenyewe umejipanga, umeweka dhabiti kwamba huu mwaka mambo yanazidi kwenda mbele? Mtachoka na lecture DP. Ule naye mtachoka naye. Ule naye mtamuona. Ule utamuona in different things. Kuna mtu kwanza, kuna comment fulani nilipata ati you study in university zote zikiisha wewe umeishiwa na content. Si nimerudi kama lecturer hivi. So ni mafans wangu tu wasidhani mimi naisha. Watu wanaishanga lakini si saa hii bana. Si saa hii. Siwezi isha saa hii kusema tu kweli. Si saa hii. Hata kama watu wanaishanga bana si saa hii. Sasa hata ndo naanza tu. Si saa hii. But of course mimi napanga kazi. I'm looking for different things. I'm happy nisha hit the market outside. Saisi siku in a position that mtu ananiambia ile siku bro utapiga content ujipata una advertise brand kama Tecno. Bro, mimi napiga sasa na one of the biggest brands in Kenya. Yeah, siwezi sema hapa juu jalipia the promotion, but I've worked with brands, I've signed big contracts inside Kenya, outside Kenya, Nigeria for instance. Na pia kuna fununu fulani tulisikia kwamba kuna plans za kwenda Dubai likizo. Mwaka 5. Ama nilisikia fununu zinasema hivyo. Sasa watazamaji sasa, mafans wako wanakutazama wale wa TikTok, YouTube, waambie ni kweli ama ilifika place when nilianza kupata dona content nikaanza kudhani it will come forever. So ikafika place with it is a point ilifika place ikakuwa kuna venye tuna misuse
what we get. And someone sat me down akaniambia, no, it doesn't go like that. You have seen yourself ukianza kuearn from a 5k, from a 10k, from a 20k, and you are moving from a 30k. You are moving. You have seen yourself unafika place hata unapata brand something, mshahara ya mtu mwenye kwa ofisi unaikelewa na brand kwa meza. And now what you think of that money, ati ushapiga director, yeye ni aje tuko na 50k ya kuharibu hapa, tufikirie tutaenda wapi? No. Like we still building ourselves by the way. We need those side hustles somewhere. We need to, mimi nataka ifike place yenye bro nafanya content. TikTok naweza amka hata mwezi nikasema hii mwezi advertise anything. Nafanya tu content for the fans. Advertisement tutapatana December. Juu sasa na ana kwingine. I not lie. My money sasa inatoka content creation. Safi, naona swali langu meliruka lakini sina shaka kwa nilijibu. Lakini nataka niwaahidi watazamaji kwamba hilo swali bado atalijibu. Naona hapo umesema kwamba ulipoanza kupata marupurupu ya content creation pale, ulijiona kwamba hizo marupurupu ulikuwa unazitumia vibaya. Pengine tueleze vibaya kivipi? At least wale kujifunza wajifunze. Do you know, I don't take alcohol, I don't take drugs. Because I once tested and they were like, hizo vitu hakuna vitu ndakusaidia. Okay, for me, not for me. Not for them. Mimi hazinisaidii. But of course, ukisikia nikikwambia hivyo, no there was a week I used them. Sindio? No there is a week I found myself in using those things. Right, okay? Sindio? But of course I don't. Because hazinisaidii. Pesa yangu nyingi ilikuwa inatokea. Kwanza acha nikwambie tu kweli. Ilifika place nikaanza kuona nikikataa kupea kitu wewe ambao unanisupport. Au utanisupport. Now per day imagine mfano ameingia DM umuomba 50 bob. Watu kama so. Hiyo ni ngapi? Yes, ni 500. Yeah, nice. So imagine kuna 500 yako inaendanga daily. Ja kupea mafans with the fear of. Now shida ni kuja ku notice ukisema okay, kuna wale mtu anaingia na kwambia dipi kuna shida. Hiyo naweza kuna ile unaona yenyewe huyu jamaa kidogo. So unaona unamsaidia. Lakini kuna ule amezoea daily. Sasa wanakufanya kae ni kama ukikataa ta follow. And I came to realize kumbe ukipia huyu ataambia rafiki yake. So kama kwanza nilikuja kujua siku moja nilikuwa na bwana rafiki fulani wangu. Kuna majamaa 6 walikuwa wamekaa mahali. Huyu mmoja akasema tunataka pesa ya kununua pombe. Mzinga ni 350. Si nini kuota sijui ya KC 350 sijui. So huyu aombe dipi chwani, ule aombe dipi chwani, ule aombe chwani, watoshie 350 wakakunywa pombe. And someone came and told me, "But this siku litushikia pombe na wewe." Nilikutext mimi, akakutext vile, akakutext vile, ikatoshia 350 tukanunua pombe. Sasa bado umegundua hivyo? I'm not the one mwenye. Bado umegundua kwamba mashabiki zako kuna wengine kwamba wanakuchukua for granted kwamba so what I did ni I made sure pale walikuwa wananitext sana. Hizo numbers zenye ziko hapo si mimi najibu hizo DM. Hiyo namba iko hapo kwa nyingine ikiingia WhatsApp yangu iko mara 2. Kuna ule anamanage na kuna mimi mwenye tu naingia tu na unaelewa. So iko hivyo. Sasa ukiingia utapata si una hata mwingine deep. Unazungumza na mtu mwingine. So hivyo ndo nilifanya. Juu niliona mimi mwenyewe it's hard to say no, let that someone now deal with them. So utapiga tu kama si deep na si of course unajua sauti yangu, ndio hiyo sauti yangu. Utapigia usikie mtu anaongea kama mkosti hapo. Binchi. Eti mtu anaongea kama mkosti. Ukipiga simu sasa utalipigia utasikia mkosti ameshika simu. Vipi unasemaje? Deep hapo karibu utaongea na unaelewa. Warembo pale wakusumbui hapo DM. Warembo tuko na shoboka nao kitambo. Nilifunza hiyo word kushoboka. Kushoboka. Lakini sasa unajua nilishajijua. Kitambo ndo madem na yeye obvious ukisha trend ya huko na wasichana wengi hapo. Utashtuka tu kawaida tu kuna mahali utaupitia. Sikatai. Hapo napo siwezi kataa hiyo. Every content creator kuna siku nilipost status. Kuna vile tu warembo kidogo mara ya kwanza. Hapo kuna kipindi tulishoboka sana. We say shoboka you say inakubalika kama kijana wa kiume lakini saa hii when you came to realize watatumia pesa yako. Kwani what were we doing? Si unachukua dem. Unajua mimi sishinde kuchukua dem hapa nimpeleke LD KFC nimchikie ma 3 piece streetwise nimchukue tumuingize hivyo studio nimtoe sishindwi. So sasa imagine ulikuwa unawafanyia hivyo ati juu. So na get. Na ukimpigia wewe uko wapi kuja kwangu pia. Na vipi masomo nakupelekaje pia? Ama unajipanga masomo iko poa sana. Mimi na hii shule niko na business 2, kusoma na content. Lakini huonekani na klasi. Natokea klasi zangu zote. Hebu confirm na mtu anasoma naye.
Sasa somi na wewe huwezi jua lakini confirm. Nisaidie huko. Sifanyangi hivyo. No, because one thing ni nataka ujue sisi hata class you lecturer anajua. Ushika hivi lecturer anakutumia kama example na uko class. There is this guy who does content creation for instance and how TikTok pays with DP comedy here. Can you explain? Where's DP? Unaelewa? Lazima utoke class. Mtu anajulikana ni ngumu. Juu ni ngumu. Kama nitaata I'll make sure nishaambia that lecturer pale nitakuwa. Mi kidogo sikosangi tu. Watakwata kukosa. Sijui na misomo yako pia mimi. Kabla tuendelee kwa sasa, acha tu tuende mapumzikoni kidogo, lakini nikipenda ni kuacha na kanda mbili za DP Comedy akionyesha tu maudhui ya kwamba yeye ni lecturer. Vijana ni sherehe tu, hakuna kitu wanaona kwa mtihani hapa. Lecturer DP, umesema huyu haoni kitu? Umesema haoni kitu? Ameanza kuona saa hii. Saa hii anaona. God have mercy upon us. Actually amepata kila kitu huyu. The most learned lecturer in this university. I have 49 degrees. 44 took them in Scotland. I have a PhD in economics and theological theory lessons and studies and biblical associations. The first student I taught is actually in Hungary, the president of South Sudan, Indonesia. Kwani una gari? Don't joke. Hauna gari? So students, about theology, this is what it entails. So theology and goodbye. Kiongozi Florence. Naona Leka amelala, class imebounce. Class imebounce, tupatane next Monday. God have mercy upon us. Safi sana mtazamaji, karibu tena, tuendelee na gumzo na lecture DP. Vipi sasa watu wenye unafanya nao content? Wale watu wenye uko karibu nao vipi mnasaidianaje? Kuhakikisha kwamba brand yenu inasonga mbele. Tunasaidianaje? Kama kuna content creator mwenye ako na views na follow. Watishi pesa wale? Okay, iko hivi, wacha nikueleze hivi. Nilikwambia the only person ako kwa payroll ni mwenye anasababisha the behind the camera people na wanakuanga kwa payroll yangu. Any content creator you need support to shoot, to get the followers and also to get the brands. Whenever I get a brand, si umepigiwa simu site kwa break, umesikia nimeconnect mtu na brand. Umeona? If that's how we do. We work together. When you get a follower, when I get a brand, I go with you. That's how you pay yourself. Work hard to pay yourself. One ni kulipe mimi. Unaona? Venye unataka ni kutokea kwa video yako, deliver script yako ndio upate followers. Hivyo ndio pia mimi nataka. Tushikane, tusaidiane, mwisho wa siku upata brand yako, lipo, kula pesa yako peke yako. Msingine tu nasikia tu jana ameamka akanitumia za macho. Hiyo DP ni aje? Thank you. Chukua. Hivyo tu. Safi. Kuna hili swali lingine ningependa kuuliza, je, sasa tuko katika mandhari ya shule, bado tunaendelea masomo, si ndio? Na hivi sasa tunatarajia kwamba sema ya pili ianze hivi karibuni. Na niko na matumaini kwamba ikianza tu huenda kwamba siasa zikaanza hapa shuleni. Vipi wanasiasa wakuji DM kukuuliza vipi unaweza tusaidia na? Okay, let me just address this. I can give a politician a spotlight but not a political spotlight. Unaweza tokea kwa video zangu tu ndo ile tu kama kambi unataka watu kujua tu ile tu kutokea. Hii aliact na udem. Juu bidii I will tell you this waliact na Kambi TV. Hiyo jamaa pia aliact vizuri. Naweza act naye kwa video yangu pia. Hivyo tu. At least see politician it's all about the fame, right? Lakini si nikushike mkono niseme huyu jamaa nataka tumvotie mama welfare. Hiyo siwezi hiyo. Hiyo ni kuside na mafans wangu wako divided juu wanasapa, unaelewa? So sitaki hiyo. Nasema kwamba tatoa kitu kidogo. Wanatoa lakini sitaki. Si wamekuja DM na offers bro. But ni ile hiyo siwezi. Chenye nafanya ni bro ni aje? Wewe unataka Miss Welfare? Kuja tu shoot naye. Unataka kuja tu shoot. Tutokee, wewe tokea tu tusikie fan. Nimeona pia kuna madam fulani, sitamtaja jina, pia nimeona pia akifanya content. Rafiki yangu. Kama njia moja hapo. Rafiki yangu. Ule ni rafiki yangu. That's ule sasa ule ni famous ule. Ule na hamna chati. Tafura ule ni ule ako sawa. Ule tu ni rafiki yangu na muhitaji kwa sababu
ako organized fulani, anakaa someone prominent, naweza mtaka kwa content. So ule it's not all about ati ule ni famous tayari. Ule ni mkubwa wangu na namheshimu sana, na ni watu ambao naona niko zile za wow. She's just doing well. When you see a woman, I'll give her flowers bana. Florence Doya bana. I'll just give her flowers. Mtu nyumbani kutoka kile. Ni mtu kwenyu. I'll give her flowers. She's a good lady. Yeah. Vipi, bado uko na plani za kufanya comedy studio? Kuperform? I don't do that kuperform. Kindly, I don't. Ilipita time. Sini kujitafuta ile time. Sasa kuja studio ile ndo kusalimia watu. Kama kusalimia mafansi. Hey boy. Wa kutafuta wenyewe sasa. Even hata si kutafuta. Mimi siwezi perform saa hii pale student center. Kwa nini? It's the roots what made us. So now it's just to let others. So wewe tafuta kwingine. Umepeana fursa kwa wengine. Sasa ukisikia every day ukisikia DP Comedy ndio wako hapo tu mbele surely. Utasimama kufanya nini hapo wengine? Sikuna mafasi wanajituma. Lakini mjetengana na bado wenye mnafanya kazi na wao. Kuna wenye tumetengana na wao, kuna wenye bado tupo. Safi sana. Vipi DP, sasa hiyo umejulikana sana, wanafunzi wanakujua pamoja. Vipi wakikuona barabarani wanakuchukuliaje? Aje. Sini. DP? Of course, hype iko. Unachukuliaje ama wewe unachukuliaje ama wanakuchukuliaje? Mafans. Kitambo nilikuwa napenda kuhypewa. Siku hizi naogopanga watu. Nikipita hivi niona watu ni wengi. Napiga kona hivi. Mbona piga kona? Unaogopa? Naogopa watu sana. Sijui shida yangu ni. Safi sana mpenzi mtazamaji, hapo ndo tunaweka kikomo kwa gumzo letu. Tumeenjoy tu kupiga gumzo na DP, hatuna mambo mengi. Na sisi pia DP kama team Kambi TV tunashukuru sana, umekubali, umekuja. Najua kwamba pengine ulikuwa na mambo yako lakini umekubali kupiga gumzo nasi. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana na pia tunakutakia wakati mwema. Asante. Sawa.